Hivi mama, ugomvi wenu na familia kina Nasra kuna shida gani? Tambua kuwa mimi nampenda Nasra na sioni haja ya nyinyi kugombana. Ila nakwambia mama, tambua mimi nisipomwoa Nasra najiua. Uende. We bibi. Bibi. We bibi. Ina maana siku hizi toka umekuwa na miguu mirefu, ina maana unatupita watu wazima. Uogopi ndevu? Siku hizi mambo yamekuwa shata. Basi maneno yako jua siku kwenye utani hapa. Yaani mimi sizungumzi utani mama yangu ujue. Yaani kila siku nikiwakuona unapitaga hapa nafsi yangu huaga inauma. Hata sielewi hizi dalili za nini. Hebu unaweza kunisaidia? Ngoache ujinga wako. Ujinga wa nini Nasra? Nasra unajua umekuwa. Unatia mume wewe uko ndani binti wewe unapika ugali watu wazidi kuishi vizuri. Au utaki wewe mwenye ongezeke? Hivi ukoje lakini wewe Pakome? Mbona ubadiliki tu jamani? Sasa bibi Nasra, kukwambia jambo la maana hili unasema mimi nimebadilika, na maana mimi tabia yangu haibadiliki kila siku. Ina maana leo nimekuwa kijani, juzi nilikuwa njano. Basi nigeni we Yanga. Mtaua hamna asiyekujua wewe Pakome. Yaani mimi nilikotoka nije kuolewa na wewe. Yaani hamna asiyekujua, mwanaume mbea kaa nini? Na mimi nataka nikuoe mtoto, nataka nikupeleke hata Pwani ukaone mazingira ya Pwani. Utoke kuona jiji la Dar es Salaam uko na magorofa vile. Wewe toka umezaliwa uko hapa Mbeya. Mtoto wewe. Sio ngozi yako hiyo, ngozi yako nyeupe naijua. Dar es Salaam bila kuoga tu unakuwa mweupe. Ina maana wewe unataka kunisikiliza mimi mtu wa Pwani? Ndio kumsikiliza mtu wenye ndaza juu kusini huko, ndio kumsikiliza Lewana. Ana miguu kaba ni la ugali. Mwanaume hasifiwi hiyo miguu unaizungumzia wewe. Alafu pia mwanaume hasifiwi hiyo sura unaizungumzia wewe. Kingine la mwisho la kuongezea. Uo uzuri sijui nini unaojiita wewe na huo umbea wako. Huko Pwani katafute mwanamke mwenzio ambaye mtakaa mpige ushangingi barazani. Mimi sio mwanamke wa type hiyo. Umesikia wewe? Mpuzi wewe. Dada wewe, upuzi wangu ndio hivi vilivyo, lakini mumeo hawezi akuwa mpuvi kama mimi. Mwangalie kwanza, yaani miguu kama imeenda hata kushoto. Sule imekupalama kama unapalamamiwa. Unipati? Hapo safari umekoma na umeishia na umbea siachi. Ndo afya yangu babu upo. Narudi kwetu. Tunaingia mpaka ndani jamani, mambo ya kizungu. Karibu Pakome. Asante sana mama. Mbona nashangaa? Mbona nafungua geti kwa vurugu? Mama, huu mlango wako una password? Hapana, mwanangu hakuna hata password, lakini kwa vurugu zako hizo sio kaningolea geti langu. Habari za muda huu lakini? Salama bado nyumbani. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani. Buheri wa afya mamangu. Sijua kila bibio baba. Wazima mashallah. Nashukuru sana. Karibu mwanangu. Lakini ujio wangu huu uliokuja hapa leo na jambo kidogo. Jambo tena na wewe Pakome uishi mambo. Mambo yanaishaje mama? Hapana Pakome umeishinda tabia. Una binti mzuri unaishia mambo. Jamani binti yangu mimi. Basi bila kupoteza wasaha nilikuwa nataka nikwambie ile swala ambalo mimi nilikueleza juzi kati kipindi ambacho tunakutana huko katika msikiti. Sasa mimi nilikopo nimefikia muda wa kusema nimwandae ndugu yangu au mjomba wangu aje kunisaidia kuja kutoa posa kwako. Hilo swala unalifikiriaje wewe mama? Mimi sina shaka. Sina shaka kabisa. Kwa sababu wewe ni ndugu wangu. Sasa wala haina shida.
Lakini umeshaongea na huyo Nasla? Ina maana wewe mama, hilo swala la Nasla usipate shida. Lazima uongee naye. Mimi siwezi kwenda kumwambia chochote mwanangu. Ina maana wewe umekuwa mzazi wa kizungu? Hapana, sio mwanangu wa kizungu. Ni kweli ile siku nimwambia kuhusu yule kijana Yohana. Lakini na wala sikumwambia yoyote kuhusu wewe. Lakini sijajua sasa kwa upande wako, je, umeongea na binti yangu Nasla? Kwa mimi Nasla mimi nishamuona. Yaani mimi Nasla nishamuona. Umeshamuona? Ndio. Na mimi nafsi yangu ishalizia ndani ya moyo kabisa. Usitake kuharibu mila zetu. Watu wa pwani, ukiona binti umempenda nenda kamfuate mzazi wake, na mimi ndio maana nimetumia utaratibu. Nataka nitumie utaratibu kama hilo jenaume linaitwa Yohana. Tunapitia chicholoni huko. Nashukuru. Lakini nilichokwenda kukushauri sana. Ungeongea naye kwanza. Yaani mimi nachanganyikiwa jamani, ama shule ya siku hizi amekuja na haribu kabisa hadi vizazi vyetu jamani. Mambo gani haya? Lakini Nasla yuko ndani. Hata hivyo sijui kama atatusikiliza tunachokiongea mwanangu. Yaani mimi naomba kama yuko huko ndani, ili swala bibie umfikishie vizuri, umwambie. Yaani mama, hata usijisumbue kumsikiliza huyo mpuzi hapo. Kwa hiyo leo umeamua uje na nyumbani kwetu, si ndio? Hivi wewe upoje wewe Pakome wewe? Kwa hiyo unaona hii familia unaimudu sana, si ndio? Unakuja wakati utakao, unaondoka wakati utakao, si ndio? Jamani Nasla, kwani unakuwa hivyo? Unamfu vipi jamani kijana wa watu? Tena kijana wa Kiislamu. Kwa hiyo yani wewe unachotaka ni kwa Yohana. Jamani mabinti wa siku hizi. Nini hapa inakujaje? Hivi huyu Pakome unamfuga mama, unajua? Huyu Pakome unamfuga kabisa. Huyu Pakome kama unania kwamba mimi na Pakome tunaweza tukaa pamoja, siwezi baba, siwezi. Umesikia? Yaani mimi na wewe kuwa pamoja ni kitu ambacho hakiwezekani. Baba upo. Yaani haiwezekani kabisa. Tena toa hayo mawazo akilini mwako. After bia kumfuatafuata mamangu, kisha ushajua mamangu ni mdhaifu, akikuona anakusikiliza tu marufuku. Umeliona lile geti lile? Yaani unavyoingia sasa hivi wewe mara yako ya kwanza na ya mwisho usiingie tena huko ndani. Nasla jamani, hebu sogea nyuma. Kwani unamjibu hivyo? Kwani unamjibu mtoto wa kiume? Kwani unamjibu hivyo? Mwanaume atakuwa Pakome. Jamani mtoto sasa hivi ni viburi Nasla. Kwa nini kiburi hicho mwanangu? Utaolewa kweli wewe? Utaolewa wewe Nasla? Kuolewa. Kuolewa nini? Mama na kweli utoto unaye, binti unaye. Yaani mimi nakupalaganya kwangu kote huko pwani, kusini, mashariki, magharibi, lakini sijaikuona binti kama huyo. Binti kuja kuambia jambo la kheri anaanza kuleta mimi kunchamba. Yaani mwanangu, mabinti wa sasa hivi ndivyo walivyo. Ndivyo walivyo mabinti wa sasa hivi. Hebu niambie. Ndio watoto wa 2000 mwanangu. Yaani mimi hapa nikajua kila kitu kinaenda sawa. Muislamu mwenzetu. Ama kweli Harmonize aliimba watoto wa 2000 jinsi walivyonawili, lakini nasumbuka na nafsi leo inaniuma. Yaani huyu mtoto kuja kuambia jambo la kheri mama Aisha, mama Nasla, lakini anakuja ananitukana. Ananichamba mie mtu mzima na midevu yangu yote iliyosimama. Ajisikia aibu? Au ndio ulivyomfunza binti yako? Eti mama Nasla. Tuelezane vizuri, maana mimi sitaki kuongea naye, maana nikianza kumchamba, nitaanza kumchamba kuanzia matando mpaka ukoko. Hawezi kunijua vizuri wala kunifikiria. Anifikii huyu. Anaweza kunifikia mimi mpaka pale nimechamba mpaka naoza kama kuifanya meli imeweka nanga. Safari imeshindwa kwenda kwa sababu mimi kichambo nilichompa ile nahoza. Huyu mtoto aniwezi. Mama mtoto huna. Mtoto huna. Huyu atakuwa kashazoea vya kuchinjwa huyu. Kashazoea vya kunyongwa, vya kuchinjwa haviwezi huyu mtoto. Kashazoea vya chicholoni. Mimi ile swala naona limenishinda. Mwacha nimwachie wewe Yohana. Huyo mwanaume ni suruali. Maana mwanaume suruali hata mia hana. Toto kutwa nzima kuzurula. Sisi tunaombea lakini tunafanya kazi tazara. Tunalipwa mshahara. Umbea una faida bibi. Mimi nasema hivi, mama Nasla, huyu mtoto huna. Baba. Kama kashazoea vya kuchinjwa. Baba wewe. Hivyo vya kuchinjwa sijui vya kugalagazwa hapa hata havihusiani. Unaweza tu kaenda nayo, ni maneno ya mkosaji. Kwa hiyo umesikia cha kufanya baba. Yaani hapa jikatae, jichenge, ondoka hapa nyumbani hautakiwi wewe mkaka. Bora usiingie. Nasla jamani, Nasla rudi hiyo. Nasla rudi jamani, Nasla. Nirudi nini tena kama nisikilize kwa makini, umesikia? Yaani wewe na hiyo mijinamizi yako sijui hata unaitoaga wapi. Mkija hapa nyumbani muongea nayo wahusu. Umenisikia? Tena nisikilize kwa makini kabisa, sitaki mnijadili. Nasla kitu gani? Uliponilea ndivyo nilivyo. Jamani, kwa maana mimi Nasla nimekulea vibaya jamani Nasla.
Jamani, mbona una kiburi hivyo Nasra? Utaolewa kweli wewe mwanangu? Hapana jamani. Nasra, kiburi mwanangu, kiburi. Hakikusaidii. Jamani, huyu Yohana. Sio kama nini mwanangu. Kijana wa watu wa Kiislamu amekuja hapa. Mbona kwa hapa nyumbani? Lakini Nasra. Yohana, umefanya nini mwanangu Yohana? Mpaka hatuelewi. Yaani kwenda mtu mzima na mimi kwenda sasa kuchongwa. Kwani jamani Nasra, wafao wengine sisi wazaliwa sana kati. Utakia kumbeba tuko mipango. Hapana Nasra. Hapana sema Nasra, hapana. Hapana jamani, hapana Nasra. Wewe vipi mwanangu? Kama kawaida. Mambo yanaenda? Fresh. Namshukuru sana shehe wangu. Vipi ndugu yangu? Shehe wangu, bora nilipokuona shehe wangu, na jambo la niuma. Jambo gani hilo? Ile jambo la nikeleketa shehe wangu. Jambo gani? Hivi yule nani yako yule anaitwa nani yule? Nani yule? Yule bwana yule hivi bwana wewe bwana Nasra. Nasra hapo shehe wangu. Nasra. Nimemuona. Kuna sehemu nimemuona Nasra. Umeona wapi? Nasra, yani sijui nikueleze yani. Kama unajua anavyompenda yule mtoto? Taarifa gani? Kama kifua unacho, naamini wewe ni mwanaume mwenzangu. Mimi jambo ambalo linakutokea wewe lazima nafsi niume nikiwa kama mtoto wa kiume mwenzio. Au hilo swala unalionaje? Niambie jambo gani hilo? Unamjua mzee Mpanga Majengo? Mpanga Majengo ndo nani? Yule mzee anayemiliki zile baa pale kati pale. Bwana, si unajua mimi mgeni kidogo. Mgeni Bado sijajua tu vizuri. Kuna baa moja inaitwa Club La Vida hapo kati. Huyo mzee Majengo ndo baa yake. Hiyo baa maarufu sana. Kwa hapa nyuma kuna kagesti fulani. Sasa yule mzee Majengo nimemuona yuko na Nasra. Unasemaje? Nasra? Yaani Nasra huyo Nasra wako unavyompenda kama hivyo, nampenda kama tunda la apple la peponi. Saa ngapi kwanza? Ukisema saa ni saa moja na mikanda miwili shewa. Yaani saa ngapi umemwona sasa hivi unasema kule? Ndio maana nikakueleza una kifua. Baba usije ukanianzia na mimi hapo kaanza kunipiga ngumbi. Hizi taarifa tu nakupa habari kama mtoto wa kiume mwenzangu. Sawa bwana Yoha. Yaani Yoha yule mtoto Nasra nimemuona yuko na mzee Majengo, wanaingia naye pale chini hapo. Ametoka na Club La Vida. Kwa nini bibi ushakumpiga pombe anakunywa mvinyo yule bibi? Anakunywa wapi? Na yule pale ni mke wangu mtarajiwa, tukiwa ni muoe. Mtoto muuni yule. Namuona anakunywa vile vipombe vidogo vifuti kama vimolo vile watoto wa kutoka Morogoro. Yaani vile vinaitwa visavana. Kavipiga visiksi paki 6, kalewa anashikwa mkono na buluzo na mzee Majengo kaingizwa gesti. Shekhe, navyokuambia hivi ili swala lina dakika 45 tu limetokea. Lakini ile taarifa nakupa. Usitoke hapo uende kwenda kumwambia wewe Nasra au uende kumwambia nani. Shehe wangu wewe ni mtoto wa kiume na ni bwana nitakuuliza friji unalo au linagandisha. Ndugu yangu kwa hizi taarifa. Yaani mbona hata usingeniambia? Shehe, mimi siwezi kukuachia wewe uende hivi. Leo inaniuma mimi. Mbeya yote inajua kwamba wewe na bibi Nasra mnataka kuoana. Lakini hilo swala mimi nimelijuaje mpaka kuja kukuambia wewe mtoto wa kiume mwenzangu? Yohana, kuwa makini. Yule binti atakuja kukupa malazi. Ndugu yangu nashukuru kwa taarifa. Basi sawa shehe wangu. Taarifa imenihuzunisha sana, imenisikitisha kwenye moyo wangu. Yaani sio wewe tu. Mimi mpaka nimeamua kukuambia wewe mwanaume mwenzangu, ujue ile swala limeniuma. Poa mwanangu, nashukuru sana. Sawa bana kijana. Jikaze. Poa mwanangu. Jikaze bwana. Mwendo usibadilike huo. Mwendo huo hivyo shehe wangu. Pole sana bwana.
Waalaikum salam, karibu. Mangi, naomba unipatie sukari kilo 1. Nipatie na sabuni ya unga pia na tambi. Okay. Vipi lakini mzima? Mungu ni mama, jambo. Sabuni ya unga pamoja. Hapo ni kisaidia. Tafuta hela vipi? Bila shaka ila nitakuwa nimesahau nyumbani au nimedondosha. Ndio umeshaanza. Umekuja dukani afu ananiambia unaona namna gani vipi? Chukua hela huko. Mangi, hela sioni. Vipi hapo sitaki kelele. Umesikia wewe sister nipe hela. Sije kuangazia kucheka hapa. Yaani sisi tunatoka zetu kuja kufanya biashara hapa ananiambia una hela. Chombo wako. Leta kwanza mzigo hapa hapo. Unachukua mzigo ya nini? Leta kwanza hela. Afanye biashara ya kukopesha. Wewe kunilipa vipi wakati una hela? Mimi nakupatia mzigo afu hujanipa hela. Unafikiri bosi wangu atanielewa lini hapa? Sasa unajaribu kwa kazi ya watu. Mzigo uondoke nao na uondoke bila kulipa hela. Si ya kucheka. Mimi ndo Mangi. Mungu wako wapi? Toa hela. Toa hela. Unaangalia usoni, toa hela. Kwa sister vipi? Mbona nataka kuleta jao? Sio kama naleta jao, hela nilibeba jamani, wenda nimedondosha njiani. Sasa jao inakuja. Kwa vipi leo mwanangu unaingia kazi za watu wewe upo naye nini? Wewe unakuja unaongelea issue za watu wewe unajua wewe unamjua wewe. Hamna Mangi, nilikuwa nauliza tu. Unauliza nini nakuhusu? Tembea babu. Wewe jikatae. Hamna noma Mangi. Poa, wewe sina hela. Nipe hela, una hela vipi? Nikupeleke hapo oya. Mnatafuta pa kufia ni ndio unakuja kuchukua mizigo au unaniambia una hela, unainua kuzi na hela. Kwani shida nini? Mzigo wako si umechukua au sasa kinachokufanya upige kelele? Leo unajua una hela kwa nini unakuja kuleta majibu kwa kazi hapa? Unajua kabisa hauna hela, alafu unanipiga unanifionya. Acha dharau wewe sister. Nipe hela. Una? Unaniambia una? Sina. Uondoke bila kulipa hela. Unaniangalia? Unaniangalia? Hapo unaniangalia kwa dharau wewe. Hivi kuna sherehe gani hapa? Dada mwanangu bila shangaa mwanangu amekuja dukani ameagiza vitu afa ananiambia hana hela. Afa ananifioja. Kwana mdaishi na mimi. Na mdaishi kama shilingi 10,000 hivi. 10,000? Unalipa namba? Ipo. Okay. Sasa unalipwa, si unipe hivyo vitu wewe vipi wewe? Unitengeneza sikupe shenzi leo. Umelipwa hapa na kwanza hata ushukuru. Nalipa namba hiyo Mangi. Andika 07 76. Unataka uondoke ndio kusema sana. 36. 36. Jina Asos Shop. Msaidia ushukuru. Hapo tayari. Angalia. Kwani ndio umefika? Kwanza asingekuja usingesaidia, asingekuja ningekunyosha. Asante. Mzuri pale. Kwa mwanangu mtu ambaye dukani anaagiza vitu kwa leo afikiri kwaje mwanangu. Hii ni biashara. Sikia, yule ni shemeji yako. Siku nyingine akija hapa unanipigia hata simu. Sasa mwanangu mimi ningejua vipi? Na usingetokea mimi ningemwacha hata makofi mwanangu. Hapa anazateza lao. Sikia Samia hapo ndio nimeshakwambia siku nyingine akija. Unakuwa unanipigia basi simu, yule ni shemeji yako. Sawa mwanangu, mimi sikujua bwana. Sikia, nipe na nili. Nipe na bibilia. Nashinga. Nipe doza 200. Basi poa mwanangu. Poa. Haina noma. Pamoja. Poa, unakuwa unaniteki siku nyingine, sawa? Poa.
urafiki tu jamani. Apokee simu naye huyu lakini. Namba unayopiga haipatikani. Mimi naenda. Kama nikuko.